Hello guys, mambo zenu jamani. Acheni kuamini hawa marafiki wanakuwa wamefanikiwa tu from nowhere. Alafu mnaenda kwao, hamjui mafanikio yamepata vipi. Jamani, leo mimi na rafiki yangu nusu tutolee kafara za mikononi. Ningekuwa sibeba ile kalicha yangu ile inanisaidiaga. Tena kama rafiki yangu nilikuta sasa hivi tunaongea mengine hapa. Bana, kuna huyo rafiki yangu tulisomaga naye. Sasa kwenye kusoma naye hapa mjini alikuwa nani dereva bodaboda. Tonga kana mjua anatoka nimekuja kwenye hii danda ile bodaboda. Sasa yani tuseme toka nimekutana naye hata miezi miwili hivi haijapita. Huyo kaka huyo ana maisha yetu ya kawaida, yani miezi miwili, nazungumzia miezi miwili haijapita toka nimekuja kukutana naye leo hii ambaye nimekuta na maisha mazuri. Miezi miwili iliyopita alikuwa ni dereva bodaboda tu kawaida, yani ana maisha magumu. Yani ndio mtu mwenye maisha kawaida, sio mnaelewa mtu mwenye maisha kawaida. Sasa leo akanipigia simu, akaniambia Irene uko wapi? Nikamwambia nipo nyumbani. Akaniambia njoo nikutoe out. Nikamwambia mimi siwezi kuja peke yangu, kwanza nimwite rafiki yangu tuje naye. Akaniambia poa, usiwazi. Nikamwambia out kwanza ni ya wapi kwanza, unanitoa out kwenda wapi? Akaniambia kwani mimi wewe uniamini? Nikamwambia wewe si mshikaji wangu, lakini sasa hiyo out nisije kaja kumalizia la zako za nini? Za mchongo hizo unazoingiza, mimi nakuonea huruma. Akaniambia mimi sasa hivi tajiri, wewe njoo kwanza, njoo nikupe madini. Nikasema basi fresh, ngoja kwanza nifanyeje niende. Basi nikampigia rafiki yangu simu akaja. Tukaenda. Akaniambia nisubirieni sehemu fulani, nikamjibu poa. Sasa mimi kwa akili yangu mimi najua anakuja na nini, ana request anakuja na bodaboda yake au atakuja na bajaji. Sasa nimekaa hivi hata nusu saa haijapita, nashangaa gari linapiga honi mbele yetu. Mbona moja la gari? Sasa nikalitaja jina la gari. Basi sasa mimi nikasema mtu anayetupigia honi hapa hivi mbele, huyu nani huyu? Rafiki yangu ananiambia tushapata lisposa kuja niende. Nikamwambia shoga yangu mambo kama unaweza wewe nenda. Basi akaenda akaniambia mbona ananiambia nikuite wewe. Nikafika kwa yule rafiki yangu sasa ambaye nimesomaga naye. Nikamwambia wewe umekuja na gari ndio kwa. Basi nikamuuliza wewe gari umepata wapi? Akaniambia usikubali kuchomwa, usikubali kuteseka duniani mbinguni ukachomwe moto. Mimi ile kauli yako sikuitafakari, mimi nikajua tu nikaulizi zake unikionizi. Nikapotezea zangu. Basi tukapanda kwenye gari, tukafika hiyo sehemu, akatupeleka sehemu ilikuwa ni nzuri kweli, ni sehemu fulani hivi classic sana. Tukafika nakwambia, tukawa tumekula pale. Bili ilikuja sijui 500,000, sijui 600,000. Mimi kwa ikilizo nikasema itakuwa gari kaazima. Aliponishangaza ile bili alilipia. Yaani bila hata wasiwasi. Nikasema huyu mtu amefanikiwa lini wakati miezi miwili iliyopita nimekutana naye bado na maisha ya kawaida. Amepata wapi hela ujinga? Nikamwambia wewe hela umepata wapi? Akaniambia nishakwambia usikubali kuteseka duniani mbinguni ukachoma moto, jiongeze mdogo wangu, mjeni hapa. Mimi bado sijaelewa ile kauli yake. Nikapotezea. Tukalipia, akalipia pale, nikamwambia basi mimi nachelewa nyumbani, naweza nifanyaje nirudi zangu wapi nyumbani? Muda ushaenda huu. Akaniambia mimi nataka ukaangalia nyumbani kwangu nimejenga mjengo mzuri mkubwa, na kwa hiyo unataka kuondoka hivi kijinga bila kwenda kuangalia mjengo wangu. Nikamwambia kumbe umeshajenga? Akaniambia mimi nimejenga bonge moja la gorofa, mimi nimejenga. Nishakwambia mjini hapa jiongeze mdogo wangu. Nikasema mimi ni nani? Ngoja kwanza nikaangalie mjengo aliojenga. Nikamwambia rafiki yangu twende. Tukapanda kwenye gari tukaenda. Kwanza dibata hivi tunafika kwenye hiyo nyumba. Ni nyumba. Yaani ninavyozungumzia ni nyumba. Lina gorofa zilikuwa sijui ni gorofa 6 zile. Yaani ni jumba la maana. Ni bonge moja la jumba. Sasa mimi nikamuuliza, kwenye hii nyumba hakuna mlinzi, hakuna nani? Sasa mimi nikamwambia rafiki yangu, yaani kwenye hii nyumba kama inakuwaje una mlinzi? Akaniambia mimi mlinzi wa nini? Mimi masharti yangu siruhusiwi kuweka mlinzi. Sasa baadaye nikajiongeza alivyosema masharti yangu mimi pale sikufungua tena akili. Akili kama nimekaza bado fuvu kama mwenda wazimu. Sikujiongeza. Basi tukaingia ndani pale. Tulivyoingia ndani, tukakaribishwa pale tukawa tumekaa. Rafiki yangu ni mnywaji, akapewa bia pale akawa anakunywa, mimi sio mnywaji nikaa na kunywa zangu juisi ya kawaida. Basi pale nikaa na kunywa zangu juisi, rafiki yangu kasha kunywa bia kama 4 sijui 5 zile. Kashaanza kulewa, yani naona kabisa anaanza kulingalinga macho. Nikamwambia rafiki yangu bana, simjua hata tufanye tuondoke. Sijakaa hata kidogo, simu kama zilikuwa imepita kama nusu saa hivi ghafla. Nasikia kama vile kuna kitu kinapita mbele kinavuta hivi. Watu wanavutwa wanapelekwa kwenye chumba kingine. Watu wanavutwa yaani wanawavuta watu siwaoni, lakini watu kabisa wanaonekana wamefungwa. Yaani wamefungwa, wamezungushiwa manailoni kila sehemu. Wanapitishwa wanapelekwa kwenye hicho chumba. Wanapitishwa wanapelekwa kwenye hicho chumba. Sasa nikasema mbona anayewavuta mimi simuone anayewavuta hawa watu? Lakini naona kabisa kuna watu wanavutwa wanapitishwa kwenye miguu yangu wanapelekwa kwenye hicho chumba. Mimi nikashtuka nikamwambia rafiki yangu, mbona watu wanaopitishwa wanapelekwa huko? Sasa yule alikuwa ameshaanza kuleta ile nini ambacho kinaendelea. Akaniambia bana rafiki yangu ipotezea bana, tupo kwa watu hapa, achana na hizo mambo. Nikasema pombe zishapanda kichwani.
Nikasema mimi naona vibaya. Nikabidi sasa niende bombani, nikaenda nikanawa uso vizuri kabisa, nikakaa vizuri, nikasema itakuwa na wengi. Nikarudi tena kukaa. Nikasikia tena wawili wamepitizwa kwa mfululizo, watu wawili wanapeleka kwenye chumba. Nikasema leo tumeisha. Yule kaka nikamwambia, mbona kama vile sielewi kwenye hii nyumba yako, mbona kama kuna vitu vinapitishwa? Akaniambia, sasa hivi unaogopa nini? Ni kitu gani ambacho kinakuogopesha hapa? Nikamwambia, lazima niogope kwa sababu mimi sielewi. Akaniambia, hivi una kitu cha kuogopa hapa? Mbona ni mambo ya kawaida. Nikamwambia, mambo ya kawaida kivipi? Akaniambia, kwanza njoo. Sijakaa vizuri, wakatokea baba wawili. Wamevaa manguo yao nyeusi, recover, yani kila kitu wameacha tu macho ndio hapo wazi. Wakaja pale, wakaambia simama pale, mwingine akasimama mlango wa huko hivi. Yule kaka akaniambia, sasa nisikilize. Nilichokuitia hapa mimi nyota yangu. Mimi na tumesoma shule moja Mimi na kitu chote siku moja Sasa ili mimi mafanikio yangu yaweze kuendelea, ni lazima mimi tuingie kitu kimoja. Ukikataa kuingia kwenye hiki chama, itabidi nikukate vidole vyako, nipate vidole na finga. Nikamwambia, unaongea nini wewe? Akaniambia, mambo hivi namaanisha, sicheke hapa. Umeona watu wawili pale, ukikataa na wanafanya hiyo kazi. Nikamwambia, wewe kwa nini, yani kwa nini unaamua kufanya hivyo? Akaniambia, nafanya hivyo ili niweze kuokoa mafanikio yangu, na mtu sahihi ambaye nimepointiwa ni wewe hapo. Nikamwambia, ni unamaanisha kwamba nataka mimi kunitoa sasa ni kama kafara? Akaniambia, ndio ninachomaanisha hapa, lakini kafara hii mimi haitaki kitu tofauti. Kwa hiyo ukubali kimoja tu, kitu kimoja, au nifanye ninachotaka ukifanya. Guys, nilichanganyikiwa. Nikajaba kama vile ananitania hivi. Kumbe alikuwa hatanii. Akaniambia, kwa unakubali na nusu saa tu hapa mpaka ifike saa 3 kamili inabidi umeshakubali. Niwaambia vijana wangu afanye kazi. Nikamwambia, rafiki yangu nataka unifanyie vaka. Mimi sio rafiki yangu. Mimi mpaka leo mwezi tena kwa kwenye urafiki. Mimi naye ni mtu wa kazi. Inabidi mimi naye nifanye kazi niweze kupata mafanikio yangu, niweze kuweka maisha yangu yaendelee kuwa sawa. Rafiki yangu pale fika shule akachanganyikiwa. Nikamwambia, mimi siwezi nikafanya hivyo. Alafu yupo serious, nikajiba na nitania. Akampole kaka, nikamwona kaka wananiingiza sasa kwenye hicho chumba, nataka kunifunga. Nikamwambia, no, mimi nitafanya kama unavyotaka. Basi unaweza nimpigie mama yangu simu, kuna vitu nataka nimuelekeze. Akaniambia, poa, fanya basi chapu dakika 5 nakupa. Basi bwana wewe, nikaingia kwenye nikachukua zangu ikali cha hapa hii. Naambia dada, msitembee bila ikali cha hii jamani. Inasaidia sana ikali cha, imeshanisaidia mimi kinoma. Basi bwana, nikachukua zangu. Akaniambia, hiyo nini umeshika? Nikamwambia, ni mafuta nataka nijipake. Akaniambia, poa, chapa basi, mbona upige hiyo simu? Nikamwambia, nampigia, wewe tulia. Nikachukua zangu ikali changu, nikaimimina zangu hapa, nikajipaka zangu kwenye mkono afu nikatulia. Akaniambia, twende basi nikakupia mashati fasta tumalize kazi. Nikamwambia, mimi siwezi nikafanya hivyo kwa sababu hivi ni jamii, kwa sababu nilikuwa nishapaka ile kali. Nikamwambia, siwezi nikafanya hivyo. Akaniambia, unasemaje wewe? Nikamwambia, siwezi nikafanya hivyo. Wala kaka sasa